lazima tuelewe kwamba katika safari hii kuna nini kule mwisho. Kama hujui kule mwisho kuna nini, kuna mema gani, kuna mazuri gani, unaweza ukaenda umestarajia labda kwenda Dodoma, ukaenda ukafika mahali fulani tu, ukajikuta unaahirisha safari. Ukakutana na mtu tu akakusemesha kwenye basi, ukasema siendi. Lakini kama unajua unachokifuata, hautatetereshwa na mtu yoyote, hautazuiliwa na mtu yoyote. Utajipanga vizuri hata kabla hujaanza hiyo safari. Wakati ndio unaanza, utaweka hiki kikae pale ili kule mbele usije ukakwama. Tena utaulizia, utaki kujua zaidi. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Sasa basi tunaendelea na somo letu lile la nyakati za mwisho. Yote somo nitakuja kuuliza maswali. Na leo nataka nikuombee ili somo adui asikuingilie. Roho Mtakatifu, ninakutukuza, ninakuadhimisha kwa ajili ya kanisa lako. Tazama Baba, umeweka chakula mezani. Naomba Roho wa neema ulio katikati yetu ushike nafsi na mioyo ya watu hawa, ili kila mmoja Baba, ili neno likadondoke kwenye udongo wenye rutuba, liweze kuchipua na kuchanua, likamfae kila mhitaji, likamfae kila mtu katika kanisa lako. Katika jina lako Kristo Yesu nimeomba, amina. Sasa twende tukaangalie hapa. Nirudi hapo nyuma kidogo. Nilikuwa nimeongea kwa habari ya unyakuo, kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa tutaenda kusoma andiko. Nisipite tu kwa haraka. Hebu tusome ile wa Thesalonike wa kwanza. Mwambie Mungu akuwezeshe uweze kupata uelewa. Wa Thesalonike wa kwanza 4:16 inasema hivi: kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu pamoja na parapanda ya Mungu, na waliokufa katika Kristo watafufuliwa. Yaani wale watu, kama mtu alikufa jana, alikufa juzi, ambaye alikuwa amemwamini Kristo, atafufuliwa. Katika kufufuka kule atakuwa na mwili mpya. Hatakuwa na mwili ule ufao tena, lakini atakuwa na mwili mpya. Na sisi tuliobaki tutavishwa mwili mwingine. Mwili huo sio ule wa kuumwa tena. Mwili huo sio ule wa magonjwa tena, ni mwili wa utukufu. Kwa hiyo sasa wale parapanda itakapolia, nikakwambia wengine watasikia, wengine hawatasikia. Sisi tulio katika Bwana tutasikia parapanda. Na tutamuona Bwana mawinguni akija kulilaki kanisa lake. Na wale watafufuliwa, wale waliokufa kwanza, wakiwa na miili mipya. Una mama yako aliwahi kufa akimwamini Bwana, akiwa na matumaini katika Kristo, akiwa ameokolewa. Utamuona akiwa amebadilishwa, na wewe ghafla utashangaa umebadilishwa mwili. Na wote nguvu ya Roho Mtakatifu itatupa neema ya kwenda kumlaki Bwana mawinguni. Anasema kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivi tutakuwa pamoja na Bwana milele. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Sasa ngoja niongezee andiko lingine. Twende Mathayo 24. Ili tuliweke vizuri. Naombeni tuandike watu wa Mungu, ili ni somo kuu sana. Utamwambia hata baba yako, utamwambia. Si watu wengi wanafundisha hiki, wala sio watu wengi wanapenda kwanza kusikia injili ya habari hizi za maisha yetu ya mbele yatakuweje. Watu wanataka, wanaangalia hapa tu, hawaangalii pale. Kama muamini, usiangalie hapa tu, angalia kesho yako. Amina. Angalia sana, ni heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Sasa kama unaangalia tu, unataka uambie tu, pokea hiyo nyumba, pokea hiyo gari, pokea hiki, pokea hiki. Leo utanisikia nikisema hivyo sana, lakini ninakujenga katika jambo la utukufu sana. Asema kwa sababu, thank you Lord Jesus. 24:30 na 31. Mathayo 24:30 na 31 inasema, ndipo itakapoonekana ishara ya mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, na watamuona Bwana wa Adamu akija juu ya mawingu pamoja na nguvu ya utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watakusanyika wateule wake toka pepo 4, toka mwisho
mwisho wa mbingu mpaka mwisho huu, basi mtini jifunzeni mfano wa mfano. Ndio maana nilikwambia hii 24 yote ni ya kusoma. Na kama nilivyowaambia kipindi kile cha hapo nyuma, huku Yesu kurudi kumegawanyika katika sehemu mbili. Kuna tukio lile la unyakuo, lakini kuna tukio lile lingine. Katika hilo tukio lingine ambalo Bwana atarudi, litakuwa ni la utukufu zaidi na zaidi na zaidi. Lakini ngoja kwanza tumalize hili moja kwanza. Thank you Holy Spirit. Hebu tusome Yohana 14 inasemaje? Natamani nisikuache. Baada ya kanisa kuchukuliwa, kanisa halitaingia kwenye baada ya kanisa tu kuchukuliwa. Yaani nikimaanisha kwamba wakati Yesu amekuja watu wote wameondoka, nikakwambia kuna wale ambao hawajamwamini Kristo hawatanyakuliwa, watabaki duniani. Lakini sisi tuliomwamini Kristo tutaondoka pamoja na Bwana wetu. Lakini sasa waliobaki duniani wataingia kwenye kitu kinaitwa dhiki kuu. Hiyo dhiki kuu ina miaka 7. Na imegawanyika miaka 3.5 na miaka 3.5. Kutakuwa na mateso yasiyokuwa ya kawaida. Lakini katika hichi kipindi cha dhiki kuu kuna manabii wawili wenye nguvu sana watakaotokea. Kipindi cha dhiki kuu atakaye kuwa ndiye mtawala atakuwa ni mpinga Kristo na nabii wa uongo. Ndio watakao kuwa wanatesa watu. Ndio watakao kuwa wamechukua nafasi. Kinachofanya mpinga Kristo, tunaona hizo roho dalili zipo, lakini hazijapata ile kasi kwa sababu bado kanisa lipo. Kanisa Yesu ametupa mamlaka ya kuzuia yule muharibifu. Tunayo mamlaka, lakini Yesu akishachukua kanisa lake, yule mpinga Kristo ataanza kufunua makucha yake. Watu watashangaa, walikuwa wanafikiri wapo katika kanisa la ukweli, kumbe watashangaa watu wameondoka, wameondolewa, wao wamebaki, walikuwa na wenyewe wako kwenye kanisa. Jina lenyewe linaitwa kanisa. Kwa sababu tunasema kanisa jamani sio mjengo. Sisi tunajua kanisa kwamba ni sisi ambao tumeokolewa na Kristo. Lakini si kila mahali watu wanapokusanyika siku hizo wanasema ni kanisa fulani, kanisa fulani, kanisa fulani, kanisa fulani. Lakini kuna kanisa linaongozwa na Roho Mtakatifu ambaye ni kiongozi wa kanisa, lakini kuna makanisa watu wanasema ni kanisa lakini kuna ukengeufu. Kwa hiyo kanisa lilishaondoka, nabii wa muongo sasa atafunuka na maajenti wake. Roho ya mpinga Kristo itafuna. Sasa hivi kuna dalili kubwa sana. Kuna mtu anasema, kuna mtu nilisikia mimi anahubiri, anasema Yesu Kristo muda umeisha. Mimi ndio niko duniani, mimi ndio nabii nilioko duniani. Mimi ndio huyo mfalme. Anasema na watu wanasalimia sio kwa Bwana Yesu asifiwe. Hawasalimii kwa jina la Kristo, wanasalimia kwa jina la huyo mtumishi. Sitaki kutaja watumishi wa Mungu huko. Wanasalimiana salamu yao kwa jina la huyo mtumishi, wakimwambia aishi milele. Na yeye mwenyewe anaongea, yani ukimsikiliza ni mpinga Kristo full. Wapo. Wanatenda kazi, wapo. Kwa hiyo dalili hizo zipo. Kwa hiyo kipindi hicho Yesu akishachukua kanisa lake sasa ndio watafunuka. Kwa hiyo unajua alafu hata sasa hivi watu hawawezi kusema waziwazi kwamba tuone upande wa pili. Hawawezi kusema waziwazi, wanakuja kwa ila kama mwanakondoo hivi, lakini ni mbwa mwitu. Hawawezi kujionyesha wazi. Lakini kipindi hicho sasa mpaka Israeli watafanya makubaliano na wao. Lakini baadaye baada ya miaka 3.5, nimewaambia ni miaka 7, baada ya miaka 3.5 atafunua makucha yake. Ataanza kutaka aabudiwe wasiwasi. Ataweka kiti chake kama cha enzi kutaka kuabudiwa. Rika ya basanta ya. Tutasoma andiko, acha nikikupeleka kwa maneno tu unaweza kusema inakueje. 9:11. Funuo 19:11. Yesu si alishachukua kanisa. Kukaja dhiki kuu, watu wanateseka. Lakini angalia kitu Bwana mkubwa Yesu Kristo anachoenda. Bwana ni Yesu ni mzuri. Nimefurahi mlivyokuwa mnaimba leo. Nyimbo za leo zilikuwa na upako, ndio maana Roho Mtakatifu ameshuka. Kama mmenotice nyimbo mlizokuwa mnaimba leo ni tofauti na vingine wakati mwingine pia mnaimba. Yaani kuna nyimbo ukiimba zinamlenga Mungu, zinamlenga Yesu Kristo, anajidhihirisha anakaa hapa yeye mwenyewe. Ndio nawaambiaga siku zote, angalieni katika kuimba mnaimba nini? Katika kuimba mnaimba sio sana tu halo mbinguni, halo mbinguni. Unaanza kuamuru eti nataka gari.
tuseme mama leo ametusema. Sio kama ni kibaya, tunajifurahisha. Tunataka gari, tunataka nyumba, tunataka kuoa, tunajifurahisha. Lakini sasa kuna zile nyimbo tukiimba. Ndio kwa nini nasema ni kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu? Wale wa praise na worship. Wale mnaomsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Maana yake kumsifu Mungu na kumwabudu nini? Chunguzeni, rifaeni nyimbo mlizokuwa mnaimba leo. Ndio mtajua kulikuwa na tofauti gani, kwa nini roho wa Mungu ameonekana kwenye kusifu na kuabudu. Kwa hiyo tu makini watumishi wa Mungu, watu wazuri wa Mungu, tuwe makini. Sisi kama mnapokuwa mnajifunza ile jioni, kama mnaomba, eneo la praise na worship linawindwa sana. Unashangaa watu walisimama hapa vizuri, watu wamekuja na shida, wanalia, tunawasaidia, hawaonekani. Mungu amewaamini, hawaonekani. Ni jambo la kusikitisha sana mbele za Mungu. Nashukuru Mungu anayetutia nguvu watumishi kila itwapo leo. Oh Jesus, my Lord, my God. Sasa Ufunuo 19:11 inasema, kisha nikaziona mbingu zimefunguka. Hapo ndio Bwana anakuja sasa. Kwa mara ile ya pili. Nimewaambia tukio la kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Mara ya kwanza kanisa tumeshaondoka sisi hatuko. Lakini kuna wakati mwingine Bwana wetu sasa anaonekana akiwa na sisi mabibi harusi wake. Siliwaambia wale kanisa tunaitwa mabibi harusi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Uwe mwanamke uwe mwanaume, wewe ni bibi harusi wa Yesu Kristo. Atakaporudi atamchukua bibi harusi wake. Na ndio maana tunaambiwa kwenye hiyo Mathayo, nimewambia tusome 24 na 25. Waangalie bibi harusi unatakiwa uweje. Wewe bibi harusi unayetazamiwa kwenda na Bwana wetu mbinguni, unatakiwa uweje? Uwe na utayari. Bibi harusi, bwana harusi amekuja, una kiatu, una vazi la bibi la bwana la bibi harusi. Sasa itakuweje sasa? Ni kweli umeokoka, mbingu ni haki yako. Ndio maana unajua baada ya Yesu Kristo kuchukua kanisa lake kuna hukumu ya watakatifu. Ambapo ni andiko liko hapo. Sijui kama nitaweza kulisoma, lakini ndio ile ya mashada, kutunukiwa vitu vya thamani, kazi itapimwa. Baada ya kuokoka ulikuwa unaimba hapa, unalilingishia eti kwamba sisi umekuwa mrembo au ni nini, uonekani. Kanisa limekaa linasubiri kuna waimbaji, muimbaji haonekani tena na Mungu alimsimamisha hapa. Zamani kuna mchungaji wangu tulikuwa tukileta kujua, anasema mkileta kujua yeye ana watu wengi. Wengine wanapanda milima, wengine wanashuka. Sasa ukijiona kama wewe ndio umeshafuzu, yuko mwingine atainuliwa. Atainuliwa Lucy pale, atainuliwa Musa hapo, atainuliwa Mary, atainuliwa mwingine. Lakini sasa wewe ambao umeleta kujua kwa Mungu, si ni ole. Mungu atusaidie kanisa. Mungu atusaidie kanisa la Kristo. Anasema, kisha nikaziona mbingu zimefunguka na tazama farasi mweupe. Yesu atakuwa na yeye ampandaye, aitwaye mwaminifu na wa kweli Bwana wetu. Naye kwa haki atahukumu na kufanya vita. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi. Sio Roho Mtakatifu ananirudisha hapo nyuma kidogo. Ngoja tutarudi hapa. Lakini nataka kama kuna mtu mwenye Biblia, hebu anisomee Wakorintho wa kwanza 3. Sitaki kufunga hapa. Hatuna Biblia kanisa. Watumishi mko wapi? Wakorintho wa kwanza 3, tunaanza mstari wa 12 mpaka wa 15. Nifungulie Wakorintho wa kwanza 3:12 mpaka 15. Luka 21:36 inasema, basi kesheni nyinyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele ya Mwana wa Adamu. Lakini tukienda Ufunuo 3:10, Ufunuo 3:10 inasema hivi, kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu. Hiyo saa ya kuharibiwa ni kipindi hicho sasa cha wewe mharibifu mpinga Kristo katika dhiki kuu. Anasema wewe utakuwepo katika hicho kipindi cha kuharibiwa, kuwajaribu wakao juu ya nchi. Wewe hautakuwepo, wewe uliyemwamini Kristo. Lakini sasa wakati yule mwovu Ibilisi akiwa na mpinga Kristo na yule nabii wa uongo, kutakuwa watu watashiriki dhiki nyingi
ni kwa mbinde, utaulizwa ni Yesu au ni nani. Hakuna wataweza kula. Watakuwa wanapiga alafu ile chapa ya 666. Watu kama hujapigwa hiyo chapa, ina maana wewe yaani maumivu ni yasiyo ya kawaida. Lakini ashukuriwe Mungu, kuna manabii wawili watatokezea katikati. Angalia hao manabii, twende tukasome Ufunuo. Thank you Lord Jesus. Ufunuo 11. Mimi napenda sana iliandikwa hapa. Ufunuo 11, tuone nguvu ya Mungu ilivyo. Ufunuo 11. Wakati wengi wanalia wanaita Yesu, 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 Yesu. Sasa hivi tunawaambia wokovu, wanasema kuokoka ni baadaye. Sasa wakati kanisa limeshachukuliwa ndio wataanza kuita Yesu, si hawataki kuanguka, si wanajua mwisho utakuwa ni mbaya. Yesu, Yesu, watalia Yesu, Yesu, watateswa. Lakini Mungu atafanya jambo hili. Nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili, nao watatoa unabii siku 1260 hadi wamefikwa magunia. Ndio hizo miaka 7 hiyo alikuwa anasema hapo imegawanyika. Hao ndio ile mizeituni miwili na vile vinara viwili visimamavyo mbele ya Bwana wa nchi. Na mtu akitaka kuwadhuru, moto utoka katika vinywa vyao. Yaani manabii watakao kuja, moto utakuwa unatoka kwenye vinywa vyao kuteketeza hao mawakala wa mpinga Kristo na manabii wa uongo, kwa sababu watakuwa wanawatesa watu. Na mtu akitaka kuwadhuru, hivyo impasavyo kufa. Kwa hiyo akipuliza tu hivi, moto unatoka unawaua. Hao wana amri ya kuzifunga mbingu ili mvua isinyeshe. Yaani watakuwa wana mamlaka kubwa sana. Na inasemekana hao manabii wawili itakuwa ni Elia na Musa. Musa ndio akushiriki, hatukuona mwili wake akiwa amezikwa na Elia. Wanasema watakuwa ni hao. Aliyekuwa anashushaka moto alikuwa ni Elia. Anasema hao wana amri ya kuzifunga mbingu ili mvua isinyeshe. Elia aliwahi kufunga mvua katika siku za unabii wao. Nao wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa damu. Musa aliwahi kufanya maji yakageuka kuwa damu. Anasema na kuipiga nchi kwa kila pigo kila watakapo. Kwa hiyo anasema wana nguvu kubwa sio kwa kawaida. Lakini angalia kitu kinachoenda kutokea. Hata watakapoumaliza ushuhuda wao, yule mnyama, yaani wamekuja kwa nguvu ya Mungu kudhihirisha nguvu ya Mungu katikati ya ule mwovu ibilisi. Lakini Mungu anaruhusu jambo hili litokee ili ajitukuze zaidi. Anasema hivi, na hata walipomaliza ushuhuda wao, yule mnyama, ukisikia mnyama ni huyo mpinga Kristo. Jina lake lingine anaitwa mnyama. Huyo mnyama atokai katika kuzimu, atafanya vita nao, naye atawashinda na kuwaua. Atawashinda wale manabii. Mungu aliruhusu tu hivyo, lakini sikiliza. Na mizoga yao, wanafikiri kwamba wamewashinda, lakini angalia. Na mizoga yao itakuwa katika nchi ya mji ule mkuu uitwao kwa jinsi ya roho Sodoma na Misri. Tena ni hapo Bwana wao aliposulubiwa. Yaani wakawekwa wale manabii waliokuja ambao nakwambia walikuja na nguvu sio kwa kawaida. Baada ya yule mnyama kuona kama amewashinda, kama Yesu pale msalabani walivyofikiri kwamba kupigiliwa kwake basi shetani ameshashinda, asijue cha moto angekiona, misoga yao ikakaa juu siku 3.5. Anasema imekaa imezagatu. Yaani kila mtu anakuja kushuhudia. Wale waliomaliza watu wetu namna hiyo, wale waliokuja na ile nguvu kubwa namna hiyo, mtu amewashinda. Yaani mizoga itakaa hapo, inatoa nguvu, inakaa hapo. Lakini sasa angalia utukufu wa Mungu unaoenda kuendelea hapo mbele. I love this. Now watu hao mizoga, anasema na mizoga yao itakuwa katika nchi ya mji ule mkuu uitwao kwa jinsi ya roho Sodoma na Misri. Tena ni hapo Bwana wao aliposulubiwa. Na watu wa hao jamaa na kabila na lugha na taifa wataitazama mizoga yao siku 3.5. Mtu amekufa na mwangalia siku 3.5. Unajua mtu akikapo anaharibika haraka sana. Alafu anasema wala hawaachi hiyo mizoga yao kuwekwa kaburini. Na hiyo ni Mungu alitaka. Sasa anasema nao watakao juu ya nchi wafurahi juu yao na kushangilia. Yaani wale ambao sasa wako kwenye mpinga Kristo, wako kwenye nini, wanashangilia. Wale ambao mnabii wa uongo na mawakala wake wanashangilia kwamba wanaona sasa. Alafu unajua Mungu ni mwaminifu. Na watapelekeana zawadi wao kwa wao. Yaani wakishangiliana, wakigonga, wakipeana mazawadi kwamba sasa sisi ndio tunatawala. Kwa kuwa manabii hao wawili waliowatesa wao wakao juu ya nchi
Na baada ya siku hizo 3:30 sikiliza Bwana mkubwa anachoenda kufanya. Roho ya uhai ikatoka kwa Mungu kuachilia. Yaani watu wako wanatoa harufu, wako hapo ni mizoga, watu wameshaona kwamba ni ushindi, wanasubiri vikauke. Nguvu kutoka juu, nguvu ya Mungu inakuja inaingia juu ya wale wa manabii wawili. Inaingia nguvu ya Mungu inaingia. Oh Jesus. Anasema wakasikia sauti kuu kutoka mbinguni ikiwaambia kabla ya hapo. Na mstari wa 11, na baada ya siku 3:30 roho ya uhai ikao kwa Mungu ikawaingia, wakasimama juu ya miguu yao na hofu kuu ikawaangukia watu waliowatazama. Hofu kuu ya Mungu ikawaangukia. Nguvu za Mungu zikawainua, wakawa wazima wenye nguvu. Natamani tuelewe hili somo. Nguvu ya Roho Mtakatifu inawainua au manabii wawili ikatembea maisha yako kwa jina la Yesu. Hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu Yesu aliyosema ameiacha kwetu ikatembea na wewe ukashinde kila dhoruba kwa jina la Yesu. Hiyo nguvu ikawainua manabii wawili, wakasikia sauti ikisema kule juu, njooni huku juu. Wakapanda kama wanapenda samasoti namna hiyo, wanaenda. Wangali ni wanadamu wametokea na wanapanda, wanaenda wakienda wakipaa, wakaondoka katikati yao wakaenda kwa namna hiyo. Oh Jesus. Hiyo nguvu ikasimame na maisha yako, ikusaidie. Unajua nguvu pasipo Roho Mtakatifu ni mgumu sana watu wa Mungu. Lakini nguvu hii ya Roho Mtakatifu ikiingia ndani yetu, tutaweza kuona mwisho mwema. Tutaweza kumlaki Bwana wetu mawinguni. Tutaweza kushinda dhambi. Tutaweza kushinda maovu. Tutaweza kutamalaki na kushandaraizi na Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa wakati huo sasa mambo yanaendelea. Wakalisikia wakaondoka kwao. Hapa anasema waliondoka. Thank you Lord Jesus. Nimefika mstari wa ngapi? Wakasikia sauti kuu kutoka, nasoma mstari wa 12, Ufunuo 11 mstari wa 12. Wakasikia sauti kuu kutoka mbinguni ikiwaambia, pandeni hata huku juu. Wakapanda mbinguni katika wingu, adui zao wakiwatazama. Na katika saa ile palikuwa na tetemeko kuu la nchi, na sehemu ya 10 ya mji ikaanguka. Wanadamu 7,000 wakauawa. Wale ambao walikuwa wanaleta uharibifu katika tetemeko lile. Na waliosalia wakaingiwa na hofu, wakamtukuza Mungu wa mbinguni. Thank you Lord Jesus. Asante Mungu mwema. Thank you Holy Spirit. Ilikuwa ni ajabu sana hiyo. Sasa twende tukasome. Nataka tuangalie baada ya dhiki kuu. Kwanza Bwana anarudi. Bwana Yesu anarudi wakati ndio hali kule mwishoni kabisa. Yaani mwishoni kabisa. Fungua kitabu cha Ufunuo 19. 9:11. Ufunuo 19:11. Yesu si alishachukua kanisa. Kukaja dhiki kuu, watu wanateseka. Lakini angalia kitu Bwana mkubwa Yesu Kristo anachoenda. Bwana Yesu ni mzuri. Nimefurahi mlivyokuwa mnaimba leo. Nyimbo za leo zilikuwa na upako, ndio maana Roho Mtakatifu ameshuka. Kama mmenotice nyimbo mlizokuwa mnaimba leo ni tofauti na vingine wakati mwingine pia mnaimba. Yaani kuna nyimbo ukiimba zinamlenga Mungu, zinamlenga Yesu Kristo, anajidhihirisha anakaa hapa yeye mwenyewe. Ndio nawaambiaga siku zote, angalieni katika kuimba mnaimba nini? Katika kuimba mnaimba sio sana tu halo mbinguni, halo mbinguni. Unaanza kuamuru eti nataka gari. Mseme mama leo ametusema. Sio kama ni kibaya, tunajifurahisha. Tunataka gari, tunataka nyumba, tunataka kuoa, tunajifurahisha. Lakini sasa kuna zile nyimbo tukiimba, ndio kwani nasema ni kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Wale wa praise na worship, wale mnaomsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Maana yake kumsifu Mungu na kumwabudu nini? Chunguzeni, rifaeni nyimbo mlizokuwa mnaimba leo. Ndio mtajua kulikuwa na tofauti gani, kwa nini Roho wa Mungu ameonekana kwenye kusifu na kuabudu. Kwa hiyo tu makini watumishi wa Mungu, watu wazuri wa Mungu, tuwe makini. Sisi kama mnapokuwa mnajifunza ile jioni, kama mnaomba, eneo la praise na worship linawindwa sana. Unashangaa watu walisimama hapa vizuri, watu wamekuja na shida wanalia, tunawasaidia, hawaonekani. Mungu amewaamini, hawaonekani. Ni jambo la kusikitisha sana mbele za Mungu. Nashukuru Mungu anayetutia nguvu watumishi kila itwapo leo. Oh Jesus, my Lord, my God. Sasa Ufunuo 19:11
kuna wakati mwingine Bwana wetu sasa anaonekana akiwa na sisi mabibi harusi wake. Si niwaambie wale kanisa tunaitwa mabibi harusi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Uwe mwanamke uwe mwanaume, wewe ni bibi harusi wa Yesu Kristo. Atakaporudi atamchukua bibi harusi wake. Na ndio maana tunaambiwa kwenye hiyo Mathayo, nimwambia tusome 24 na 25. Waangalie bibi harusi unatakiwa uweje. Wewe bibi harusi unayetazamiwa kwenda na Bwana wetu mbinguni, unatakiwa uweje? Uwe na utayari. Bibi harusi, bwana harusi amekuja, una kiatu, una vazi la bibi la bwana la bibi harusi. Sasa itakuwaje sasa? Ni kweli umeokoka, mbingu ni haki yako. Ndio maana unajua baada ya Yesu Kristo kuchukua kanisa lake kuna hukumu ya watakatifu. Ambapo ni andiko liko hapo. Sijui kama nitaweza kulisoma, lakini ndio ile ya mashada, kutunukiwa vitu vya thamani, kazi itapimwa. Baada ya kuokoka ulikuwa unaimba hapa, unalilingishia eti kwamba sisi umekuwa mrembo au ni nini, uonekani. Kanisa limekaa linasubiri kuna waimbaji, muimbaji haonekani tena na Mungu alimsimamisha hapo. Zamani kuna mchungaji wangu tulikuwa tukileta kujua, anasema mkileta kujua yeye ana watu wengi. Wengine wanapanda milima, wengine wanashuka. Sasa ukijiona kama wewe ndio umeshafuzu, yuko mwingine atainuliwa. Atainuliwa Lucy pale, atainuliwa Musa hapo, atainuliwa Mary, atainuliwa mwingine. Lakini sasa wewe ambao umeleta kujua kwa Mungu, si ni ole. Mungu atusaidie kanisa. Mungu atusaidie kanisa la Kristo. Anasema, kisha nikaziona mbingu zimefunguka na tazama farasi mweupe. Yesu atakuwa na yeye ampandaye, aitwaye mwaminifu na wa kweli Bwana wetu. Naye kwa haki atahukumu na kufanya vita. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi. Sio Roho Mtakatifu ananirudisha hapo nyuma kidogo. Ngoja tutarudi hapa. Lakini nataka kama kuna mtu mwenye Biblia, hebu anisomee Wakorintho wa kwanza 3. Watakatifu sisi ambao tutanyakuliwa na Bwana wetu Yesu Kristo, tutaenda kukaa naye hivi kwenye kiti chake cha hapo alipokaa. Amesema nitaondoka nikawaandalie mahali nije niwachukue tuende hapo. Sasa tutakaa. Eliza utakuwa pale, Fred utakuwa hapo, tutakuwa hapo. Sasa kazi inapimwa. Ndio maana nakwambia watu wa Mungu tuweni makini, usije ukawa kwazo la kumfanya mtu asije kwenye huduma. Tuko kwenye kuimba hapa pamoja na mkosa wenzako na huduma anaacha. Endelea. Maana siku ile itadhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu. Ni ya namna gani? Na kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa atapata thawabu. Kazi ya mtu yani itapimwa kwa moto. Ikipimwa kwa moto, ikipitishwa kwa moto, ikibaki hiyo utapewa thawabu. Sasa thawabu, si unajua mtu anasema unapewa thawabu, ametunukiwa sijui hicho. Kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa. Ataokolewa kwa sababu si umeshaokoka. Kwa sababu Yesu alisema ukiokoka utaziona mbingu zake. Lakini kama kwa moto. Sasa watu wa Mungu, tuangalie maisha yetu ya wokovu, tunatembeaje? Ni kweli tumepata haki kupitia Yesu Kristo na waambiaga, lakini katika hiyo haki tumepata kupitia Yesu Kristo, unakuja tu leo usiende kuimba. Leo sijisikii. Watu wa Mungu, inaogopesha katika ulimwengu wa kiroho, lakini katika ulimwengu wa kimwili kama uko roho unaona kawaida. Nimepangwa mimi ni mwana maombi. Mimi hata siwezi kuomba Bwana. Njoo tu hata kama uko peke yako. Kwa sababu kuna siku Mungu atalikumbuka hilo. Kuna siku Bwana atalikumbuka hilo. Mwambie tu mtu injili. Mwambie Yesu anaokoa. Yesu anaponya. Yesu ni Bwana. Usiache kuhubiri injili. Nilikuwa nataka tuende pengine. Hebu fungua Warumi 14:10 na 12. Warumi 14:10 na 12. Yeyote aliyepata tu. Tunakuja na Biblia. Nilifikiri hamna Biblia, lakini angalau mna simu. Warumi 14 mstari wa 10. Lakini wewe je, mbona wamhukumu ndugu yako? Au wewe je, mbona wamdharau ndugu yako? Kwa maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu.
Kwa hiyo watu wote tutakuwa hapo. Hata sisi tulioko ndani ya Kristo tutahukumiwa katika hali hii, kwa sababu anasema hakuna hukumu walio ndani ya Kristo, lakini hukumu yenyewe sasa ile tunayokwenda kuambiwa ni hii ya kupima kazi. Kwa hiyo wengine utashangaa tuko na Bwana Yesu, wengine wamekaa hapa pembeni kama wakina Yohana, kutokana na vile walivyomfurahisha katika kuokoka kwako, ulivyomfurahisha unakuwa hapa karibu. Sasa wewe kama ulikuwa unafanya vituko kwenye maisha yako ya wokovu, kwanza hapa duniani lazima utapigwa sana wewe. Yaani kwa sababu anasema yu radhi mwili upigwe roho ipone. Kwa hiyo unafanya vituko tu. Mchungaji anakuambia hivi wewe ni vituko tu. Hapa anaweza asisimama anamrudi mwana. Anakutandika mambo yako hayaendi, unalia hayaendi, unakuwa ni mtu uliokolewa lakini una shida yani kuliko hata wale wapagani, kwa sababu wao wanamtumikia Mungu wao vizuri. Lakini wewe sasa inakuwa ni shida. Kwa hiyo sasa wengine wao watakuwa karibu na Bwana, wengine watakuwa kule. Una hata kashada hata kamoja. Tunaambiana mambo mazuri ya kule tunakoenda. Nimesema lazima tujue safari ya kule tunakoenda imekaaje. Sasa usifanye kazi ya Mungu legelege. Kila aliyeokolewa ni nani jamani? Ni mtumishi wa Mungu. Ujue kuna siku kazi hizi tutapewa thawabu. Tena sisi watumishi wa Mungu ndio maana namwambia Mungu nisaidie. Frida ilikuweje? Mungu tusaidie. Ulikuwa mwimbaji God's Purpose Ministry. Tumisha nasema mnanitukuza. Wewe mbona ulikuwa unafanya ukaitwa wewe kuwa nani petu kwenye huduma ulikuwa nani wewe pale? Nilikuwa nimtie mtumishi moyo, nilikuwa nimsaidie mtumishi, nifanye hivi na hivi. Yaani kama ujika sema kwenye hii huduma bora unitafute tu niambie mtumishi wa Mungu kazi yangu nini hapa kwenye hiyo huduma ili ukae kwenye nafasi. Kwa sababu kuna hiyo ni thawabu tutapewa. Unataka kweli usipate thawabu? Ni zamani nilikuwa nasema yani niingie hata hapo mbinguni tu. Yaani niingie tu huko mbinguni tu hata kama sina chochote, niingie tu. Lakini pamoja na kuingia ukikujua ufanye vizuri hapa duniani pia ujue ndio hapo nakwambia kuna baba anamrudi mtu anakuambia nenda kafanye kalime. Haipotezi ile haki ya kuwa mtoto. Kwa mfano baba ameamka asubuhi. Akasema mwanangu Fred, leo naomba unichimbie shimo pale na kazi nalo. Mwanangu Lineti, naomba upike chakula hiki, kuna wageni wanakuja. Sasa amekuja nyumbani shimo halijachimbwa. Atakasirika naweza akakuchapa au akakupa adhabu. Lakini haimaanishi wewe si mtoto wa Plasidi tena. Na ndio Yesu yuko hivyo. Kwamba wewe umeshawazaliwa mara ya pili, umekuwa mtoto wa Mungu kupitia Yesu Kristo, umekiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukifanya kosa haipotezi ule uhalali kwamba wewe ni nani? Ni mtoto wa Mungu. Wewe shetani asije kwambia wewe umeshakosa, wewe si mtoto wa Mungu, ni mtoto wa shetani. Hapo ndipo watu wanaangukaga na shetani anawaweza, wanashindwa kunyanyuka. Lakini sasa kuna adhabu itakuja. Wataleta bakora. Umeambiwa usizini. Sasa wewe umeokoka, unaenda kujirusharusha tu huko. Haya, umepata ukimwi, sio kiboko hiyo. Umepata mimba, mtoto anateseka, mwanaume kakutelekeza, unahangaika hapo, sio kiboko hiyo. Kwa hiyo sasa utapita pagumu. Mungu atupe uelewa. Kuna mtu ananielewa jamani? Amen. Nimewaombea muelewe, naongea somo gumu leo. Usimkwepe mchungaji, unaweza kumkwepa mchungaji. Lakini je, Mungu utamkwepa kweli? Ama utasema sina simu mama tata nipata. Lakini Mungu anakuangalia ama uje usimame hapa na praise. Amekuweka kama kiongozi. Amen. Amekuweka kama kiongozi. Mama hajakufikia. Mungu pia hawezi kukufikia. Tuweni makini na nafasi Mungu alizotuweka kanisa. Kuna thawabu mbele. Kuna thawabu mbele. Usijidharau. Mimi niliambia mwombaji naweza kuomba kweli. Njoo sema hicho unachoweza kusema hapa madhabahuni uone kama Mungu atasikia. Hasa mtu anaweza kwa kwenye huduma akasema watu hawaonekani. Sijui nini. Umefanya nini? Kwa nini watu hawaonekani? Wewe kama mshirika umemsaidiaje huyu ambaye haonekani? Umemtiaje moyo? Umemtembelea, umempigia simu, wewe ndio umekuwa kwazo. Akiona vituko vyako anasema na kuipa siipi tena. Na kwenye ile huduma siendi tena. Kwa sababu sisi wenyewe tunaweza kwenda kwa hali fulani tukawa makwazo kwa wengine. Umemhubiria mtu ni jirani yako, lakini hataki kuja kwa sababu tu kuna kituko unakifanya. Mungu atusaidie kanisa.
Ni hiyo sasa nilisema nimesikia kurudishwa. Kwa hiyo sasa tunaenda kwenye miaka yetu ya 1000 ya kutawala na Kristo. Nilikuwa naongea kwa habari sasa ya Bwana kuonekana, pia ataonekana juu. Lakini sasa wote tutamuona. Ile ya kwanza ya unyakuo tulimuona, tuliokuwa tumemwamini, tuliokuwa tumeokolewa, na wale waliokufa katika Kristo walichukuliwa, na duniani kukabaki watu wa kawaida tu ambao hawakumuona, wakaingia kwenye dhiki kuu, wakaingia kwenye mateso, wakashiriki mateso. Wale manabii watakapokuja, wengine watanusurika, wengine wataweza, wengine watawezeshwa. Lakini sasa Yesu anakuja. Wakati sasa nabii wa uongo na mpinga Kristo wameshaleta uharibifu kwa Israeli, kwa taifa la Mungu, wameshaleta uharibifu. Na Yesu aliondokea Yerusalemu, walionekana akipaa kutoka Yerusalemu, na Biblia inatuambia atarudia pale pale alipoondokea. Na wote watu wanasema wote watamuona. Watu wote, hii sasa mataifa, watu waamini, wao ambao watakuwa wamesema Yesu wakabaki kwenye dhiki kuu, wote watamuona Bwana. Sasa tusome anavyorudi, tusome andiko sasa. Anasema kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki anahukumu na kufanya vita. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi, naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe. Naye amevikwa vazi lililochovya katika damu, na jina lake aliitwa Neno la Mungu. Mliona nilivyowaambia, nilimuona Yesu akigeuka kuwa neno. Sasa neno limejisema wazi kabisa kwamba yeye ni Neno la Mungu, ni Bwana anaonekana na kila mmoja, lakini jina lake hapa tunaambiwa anaitwa Neno la Mungu. Nikawaambia nilimuona tena, Mungu anazidi kunikumbusha vitu kwamba ulivyoniona nikigeuka kuwa neno ni hiyo, kwamba mimi nilimuona Yesu, lakini nikimwangalia hivi anaonekana ndani ya Biblia. Nikimwangalia pale alipo, nikiangalia kwenye Biblia ni yule yule tu. Biblia inafunguka, akiongea Biblia inafunguka, akiongea Biblia inafunguka, akiongea Biblia inafunguka. Akasema anayefungua Biblia ni Roho Mtakatifu. Kwa Yesu wanafanya kazi kwa pamoja. Sasa andika, weka point hizo. Na wewe utakuwa mtumishi. Hakuna mtu ambaye sio mtumishi hapa. Potea kwa kukosa maarifa. Ukimwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, amini yuko ndani ya moyo wako, na Roho Mtakatifu yuko ndani ya moyo wako. Adui asije akakwambia kwamba akaanza. Kuna mtu mmoja alikuja akasema mimi nasikia tu ndani yangu na pepo. Yaani wewe una Yesu unaanza kusema kukiri eti una pepo. Nipige niambie toka kwangu. Kwa sababu Roho wa Mungu ndio anataka kuchukua nafasi. Sasa Roho wa Mungu atakuja hivi, nuru na giza vitakaa sehemu moja kweli jamani? Hata kama umeshindwa kujitambua, adui akapata nafasi akaenda akaweka nani kule. Na ukiona wale watu ambao hawatii ndio wanasumbuliwa na maroho na maroho zaidi. Hawana utii. Nguvu za giza zinawapata kirahisi. Hawataki kuomba, hawataki kujifunza neno, hawana neno ndani yao, kwa sababu neno ndio ukuta wa kumzuia ule uharibifu. Neno ndio Mungu mwenyewe, ndio Yesu anatuambia yeye ni neno. Sasa neno tukisema tujifunze, hatutaki, tunataka tu miujiza tu, ukapate miujiza tu. Anasema naye ana jina limeandikwa katika vazi lake. Na paji lake ameandikwa nini jamani? Hebu mtusomeni hapo, kama mnafuata Biblia someni wenyewe. Ufunuo 19:16 someni wenyewe. Hilo jina ni jina gani hilo? Semeni kwa sauti. Si kama napiga kelele hapa mwenyewe kwamba hatuko pamoja. Mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Yesu Kristo Bwana wetu. Hilo ndilo jina lake. Mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Kisha nikaona malaika mmoja amesimama katika jua, akalia kwa sauti kuu, akiwaambia ndege wote warukao. Nasikia Roho Mungu ananiambia niwaambie muwe na Biblia. Mnanisikia watoto wa Mungu? Muwe na Biblia. Kanisani mkija muwe na Biblia. Mtu mwingine anafanya kazi huna Biblia. Si ukipata mshahara wako wa kwanza, fungu la 10 pia utoe na Biblia pia ununue jamani. Uwe na Biblia. Yaani mimi sio mimi naongea, Roho Mungu ananiambia niwaambie muwe na Biblia. Ukiwa na simu yako kama ina Biblia ni sawa, lakini ukiwa kanisani basi tu tunafuata. Nikiuliza hapo twende pamoja, na unajua hiyo inasaidia uelewa pia zaidi. Mimi ninavyosoma na wewe unasoma kule, inakupa uelewa zaidi. Kisha nikaona malaika mmoja amesimama katika jua,
akalia kwa sauti kuu, akawaambia ndege wote warukao katikati ya mbingu, njooni mkutane kwa karamu ya Mungu aliye juu. Oh Jesus. Mpate kufanyeje? Mpate kula. Tunaendelea. Mstari wa 10 anasema, mpate kula nyama ya wafalme na nyama ya majemadari na nyama ya watu hodari na nyama ya wafarasi na ya watu wapandao na nyama ya watu wote waungwana kwa watumwa, wadogo kwa wakubwa. Kisha nikamwona yule mnyama na wafalme wa nchi. Mnyama akaonekana. Mnyama nani jamani? Nimewaambia mpinga Kristo. Mmeshasahau? Hili somo linawazidi nguvu nini? Na majeshi hao wamekutana kufanya vita, na yeye aketie juu ya farasi yule, tena na majeshi yake. Yule mnyama akakamatwa. Nafikiri alitoa tu amri. Unashindana na bwana mkubwa wewe, Bwana Yesu yuko ameonekana kule eti, alafu unajifanya eti unataka kufanya vita. Yule mnyama akakamatwa. Na yule nabii wa uongo pamoja naye akasema, leteni nabii wa uongo huko. Na waza jinsi itakavyokuwa. Aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama. Chapa ya mnyama ni ipi? Nani anaweza kuniambia hiyo chapa ya huyo mnyama ni ipi? Ama mtu amewahi kusikia kuna chapa watu watapigwa chapa? Mwingine hata akionekana tu hiyo 666 wanasema huyu atakuwa ni Freemason huyu. Hiyo gari yake ina namba ya 666. Hiyo sindano tuliochoma sijui tutaanza kuja kuonekana 666. Chapa yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye. Yeye azifanyazo hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya. Na alikuwa anafanya ishara, nabii wa uongo na mpinga Kristo walifanya, yani hizo ishara watafanya sana. Nasema walifanya, yani watafanya, yani huko tunakoenda sasa katika hii safari yetu, hizo ishara watafanya sana. Hayo matukio ya ajabu watafufua. Lakini sio Bwana, sio Mungu. Kwa hiyo ishara na ajabu na miujiza isikufanye ukafikiri mtu amembeba Mungu. Mtu amembeba Mungu na kile anachokufundisha na neno analokufundisha, sio mambo ya ishara. Unaona tu mtu kakwambia sijui bibi yako alikuwa anaitwa Ana, babu yako sijui alikuwa anaishi kijiji fulani, sijui kwenu kulikuwa na hivi, ulivyozaliwa ilikuwa hivi. Unasema yeye ni Mungu huyu, ni Mungu huyu. Chunguzeni hizo roho. Kama kweli Bwana yuaishi ndani yao, watafundisha neno la Mungu, na neno ndilo linalopapanua mafuta na maji. Na neno ndilo Yesu mwenyewe. Yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale waliopotoka, walioipokea ile chapa ya huyo mnyama, nao walioisujudu sanamu yake. Na hao wawili watatupwa wangali hai. Mwisho wa nabii wa uongo na mpinga Kristo na wafuasi, anasema angali katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. Mwisho wao utakuwa ni hapo wakati Yesu anashuka mara ya pili, wakati tunatawala naye miaka 1000. Na yule mwovu ibilisi, yule shetani, kitakachompata ni hiki hapa. Rika ya basata 20:1-3. Ufunuo 20. Natamani mjue, natamani andikeni vizuri mkajifunze. Haya maandiko, Ufunuo 20. Ufunuo 20:1 inasema, kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye funguo wa kuzimu na minyororo mikubwa mikononi mwake. Akamshika yule joka wa zamani ambaye ni ibilisi na shetani, akamfunga miaka 1000. Kwa hiyo Yesu anakuja kutawala miaka 1000 pamoja na watakatifu. Alafu kutakuwa na watu wa aina mbili watakao tawala miaka 1000 na Yesu Kristo. Watu Yesu watakao kuja nao ambao ndio sisi. Jesus. Watu Yesu watakao kuja nao. Lakini pia watakuwepo wale waliokuwa wameshweza kupigana katika dhiki kuu, wakabaki. Watakuwepo duniani na sisi tutakuwepo duniani. Wao watakuwa na ile miili ya kawaida tu kwa sababu wao bado hawajafa. Lakini sisi tutakuwa na miili mingine, haiugui, haina magonjwa. Unaweza ukaamua tu ukapita ukutani, unaweza ukaamua tu kwenda huku, ukaamua kuruka kama ndege.
hiyo miili hiyo tutakuwa nayo. Lakini wale watakuwa na ile miili ya kawaida ya kuugua na nini, lakini hakutakuwa na kuugua kwa sababu tungali na nani? Tungali na Bwana. Ni kipindi cha neema. Kwa hiyo shetani hata kuwepo kipindi hicho, atakuwa amefungwa miaka 1000. Na baada ya hapo, wakati tukishandarize na Bwana wetu miaka 1000, inapokuwa inaishia, shetani atafunguliwa. Atakuja kujaribu wale ambao hawana miili mipya, yaani wale ambao walikuwa wamebaki duniani. Bado watapimwa tena, yaani watajaribiwa tena. Na huyo shetani atakuja na nguvu ile, ataanza kuwadanganya, ataanza kuambia hivi, huku raha zenyewe ndio hizi, raha zenyewe ndio hizi. Watu watamwacha Bwana. Sasa hapo kitakachofuata ndio mwisho. Watakaweza kutoka pale wakasema hapana, sisi na Bwana, na kushandarize sisi na Bwana, na kushandarize sisi na Bwana, hao watakuwa wameokolewa. Kwa hiyo mataifa wale watahukumiwa pia kwa namna hiyo. Wale ambao walikuwa hawajamwamini Bwana, ambao tunawaita ni mataifa kwa sababu bado walikuwa hawajamwamini Bwana. Lakini wale tuliomwamini Bwana, hiyo haitatuweza tena kwa sababu tumeshakuwa tumeuona ule uzuri wa Mungu. Haleluya. Tutaenda kusoma hapo. Tunaambiwa kuna mbingu mpya, kuna nchi mpya. Hebu tufungue Petro wa pili. Tufungue Petro wa pili 3:10. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufunuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Basi kwa kuwa vitu hivyo vyote vitafumuliwa hivyo, imewapasa nyinyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa, mkitazama hata ije siku ile ya Mungu na kuitimiza, ambayo katika hiyo mbingu zitafunuliwa zikiungua, na viumbe vya asili vitateketea na kuyeyuka. Lakini kama ilivyo ahadi yake, mnatazamia mbingu mpya na nchi mpya, ambayo haki yakaa ndani yake. Haleluya. Hiyo ndio tunaitazamia. Lakini sasa njoo hapa kwenye Ufunuo 20:11, wakati naenda kumaliza somo hili, alafu tuende tukamwombe Roho Mtakatifu atusaidie katika safari yetu hii ya wokovu. Haya yakatupate, mema haya yakatupate, nabii wa uongo na mpinga Kristo wasituweze. Ufunuo 20. Kwa sababu tayari hivyo viko vinatenda kazi, na hivyo vitatufanya tusimuone bwana harusi watakaokuwa wameshirikiana na hao. 20:11, Ufunuo 20:11. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe. Hapa ndio kule mwisho. Naye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake. Na mahali pao hapakuonekana. Nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni uzima. Tunasema kuna kitabu cha uzima. Ndio maana tunaombaga tunasema, unifute jina langu kwenye kile kitabu cha hukumu, uliandike kwenye kitabu cha uzima. Ni andiko hili ndio lina support. Na hao wafu watahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandika katika vile vitabu, sawa sawa na matendo yao yaliyoandikwa kwenye kile kitabu cha uzima. Alikuwa ameokoka sawa. Alimshuhudia nani? Alileta wangapi? Bahari kawatoa wafu. Yaani hata kama mtu alikuwa amekufa, amepotelea baharini au ameungua kwenye moto, wote watakuwa pale. Ikawatoa wafu waliokuwepo ndani yake. Na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwepo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Sasa kuna hukumu ya wale ambao hawakumwamini Bwana, yao ni kupotea. Kuna hukumu ile kuambia wale ambao tulimwamini Bwana, sasa kuna renki za kukaa. Kwamba wewe jinsi ulivyoenenda, ulivyotenda, ulivyofanya, ulivyosaidia wengine, ulivyolisha wengine. Kuna matendo, kuna vipawa, kuna karama, kuna vitu Mungu ameombea. Yeye ameombewa tu kwamba yeye anaweza kuwalisha tu watumishi. Anaweza ni mkarimu. Mwingine ameombewa tu ni ana imani.
Mwingine zile karama na vile vipawa, nadhani mnajua karama zile kwenye Wakorintho inasema mauti na kuzimu ikatupwa katika ziwa la moto. Hiyo ndio mauti ya pili. Yaani hilo ziwa la moto, hiyo mauti ya pili sasa ndio mwisho. Yaani ukishaingia kwenye hilo ziwa la moto, hakuna tena chochote kinaweza kukusaidia. Hakipo tena. Utabaki na shetani huko, kwa sababu shetani akati atafunguliwa kuwajaribu, baada ya kuwajaribu tena wale wa mataifa, atapelekwa kwenye ziwa la moto. Atateketea kwenye ziwa la moto, na huo utakuwa ndio mwisho wake. Ataungana na nabii wa uongo, ataungana na mpinga Kristo, na wale wote waliowafuata watapotea. Itaishia hivyo. Ndivyo Biblia inavyotuambia, ndivyo neno la Mungu linavyotuambia. Lakini katika fundisho hili kumekuwa na confusion nyingi sana. Kumekuwa na hali ya kutoelewa sana. Kwa sababu watu wengine wana imani nyingine, wanasema sasa hivi ndio tunaishi ile miaka 1000 pamoja na Kristo. Wengine ndivyo wanavyoamini kwamba sasa ndio ni wafalme, tunaishi na Kristo ile miaka. Lakini kumbe bado kanisa halijachukuliwa, bado dhiki kuu haijaja. Wengine wanasema dhiki kuu hizo tunavipita, tunateseka ingine tayari dhiki kuu bado. Unyakuwa bado Yesu mwenyewe hata hajarudi. Lakini kuna mwingine sio alikuwa suni waliita suni kitu gani? Mpaka mwingine aliacha kwenda hospitali akafa. Yule kiongozi akafa kwa sababu yeye wanaamini sasa, ndio maana lazima ujue neno sana. Unaweza ukapotoshwa, mtu mmoja tu anaweza akachukua andiko fulani tu hivi na akakupoteza. Lakini ashukuru Mungu leo umejifunza, basi umejua kwamba Yesu, na kama mimi leo kesho nikilala, ina maana Yesu amekuja amenichukua, amenipeleka paradiso. Kuna sehemu inaitwa paradiso. Sisi tulio ndani ya Bwana, sisi tulio ndani ya Kristo, tukiondoka kabla ile siku ya mwisho ya Yesu kuchukua, yani kuchukurudi, tukiondoka tunaenda paradiso. Na siku ile Yesu atakaporudi tutafufuliwa kwanza, amesema. Wale tumekufa katika Kristo tutafufuliwa kwanza. Halafu wale waliobaki na wenyewe watavalishwa miili mipya. Si hapo nadhani tumeelewa hapo vizuri. Kwa hiyo sasa katika kutembea kwetu kanisa, tuone tunatembeaje. Tunajua tuna kitu tunakitazamia, si ndio? Tunajua safari yetu imekaaje angalau kwa kiasi. Somo hili litawekwa YouTube, somo hili litawekwa mitandaoni, na najua watu wengi wamelipenda, nilikuwa nasema kwa sehemu wanataka waweze kulisikia. Kwa hiyo na wewe mwenye simu ile ya ya hizi simu kubwa, utaweza kuona YouTube, utaweza kuliona hata kwenye ile group letu la God's Purpose Ministry. Kama una simu kubwa, mpe Fred namba yako akuingize kwenye group letu la huduma, kwa sababu kule uwaga nafundisha pia. Na ni ajabu watu wale ambao wako mataifa, nchi mbalimbali, wanasimama hata na huduma zaidi kuliko hapa. Ndio maana tusio na mazoea sana watu wa Mungu. Mungu anapoweka kitu cha thamani mbele yako, usikichukulie kwa mazoea, kwa sababu kuna siku kinaweza kisiwepo. Hebu simama pale ulipo, tumshukuru Mungu kwa somo hili la baraka. Ninakutukuza, ninakuadhimisha. Ulio kiongozi wa kanisa katika nyakati zetu. Wewe ni msaidizi, wewe ni mwalimu, wewe ni kila kitu maishani mwetu. Yesu Kristo ukasema unaenda kwa Baba kuandaa makao, utakuja tena kutuchukua ili pale ulipo na sisi tuwepo. Lakini ukasema hautatuacha yatima, utatuacha. Ukasema utamtuma Roho wako, na Roho huyu atakaa katikati yetu, na yeye atatufunulia kweli yako, na yeye atatufunulia yaliyo siri, na yeye atakutukuza wewe. Tunakushukuru Bwana Yesu kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu ambaye umemimina kwenye maisha ya watoto wako sisi ambao ni waamini. Roho Mtakatifu, asante kwa sababu uko katikati yetu. Kwa sasa ninaomba neema yako Roho Mtakatifu, kamkamate kila mmoja aliyoko kwenye hili kusanyiko. Kamata nafsi yake mahali popote iliposhikwa Roho Mtakatifu. Kamata akili yake mahali popote ilipokamatwa Roho wa neema. Kamata roho yake mahali popote ilipokamatwa. Mahali popote alipopatwa makandamizo. Mahali popote alipoonewa na ule mwovu ibilisi. Roho Mtakatifu tamalaki. Tawala Roho Mtakatifu. Tawala kwa kanisa lako. Tawala kwa watu wako. Tawala kwa watumishi wako. Tawala kwa kila mmoja Roho Mtakatifu. Tunajua safari ya wokovu tumejifunza neno. Tumeona pasipo wewe neno na Roho Mtakatifu safari hii ni ngumu. Ndio maana Roho Mtakatifu tunakuhitaji ndani ya mioyo yetu. Nimefungua moyo wangu na kushika la bonde. Moyo wangu hulika babasi kama musika. Nimefungua moyo wangu Yesu Kristo. Najua utumishi huu pasipo wewe mimi nimepungua. Najua kazi uliyonitia
Roho Mtakatifu, tazama watoto wako wa kike na wa kiume wamefungua mioyo yao Bwana. Ninaomba neema yako ikawaguse sasa. Pita Roho Mtakatifu kwa kila mmoja. Pita kwa kila mmoja aliyekuamini. Pita Roho Mtakatifu, wewe ni kama spako. Na penye imani wewe mwanga unagota. Nina imani katika wewe Roho Mtakatifu. Kanisa lako lina imani katika wewe. Pita Roho wa neema. Gusa nafsi, gusa mioyo. Karibu Roho Mtakatifu kwa kila mmoja. Pokeeni nguvu za Roho Mtakatifu kwa upya. Pokea hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Mshukuru Mungu, mwambie asante kwa ajili ya nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo inaingia ndani yako. Asante Roho Mtakatifu, ninakushukuru, ninakutukuza. Rahosi taya. Kona baba shikara mosika. Reke moshe korobonde masete. Thank you Holy Spirit. Roho Mtakatifu, asante. Tamalaki Bwana. Tamalaki Baba kwenye nafsi, kwenye mienendo. Tamalaki, gusa Baba, gusa miuli ya watu wako waliopungukiwa Bwana. Wako ambao yule mwovu amewabebesha mizigo. Lakini Bwana Yesu unasema njooni kwangu mnaosumbuka. Bwana Yesu asante. Tumekutwika mizigo na fedha zetu Bwana. Asante Roho Mtakatifu. Kagua Bwana. Kagua Roho Mtakatifu ndani ya miili yetu. Kagua magonjwa, kagua vifungo. Kagua Baba, kagua. Tunavua kila uharibifu. Ninavua kila roho ya mwovu. Katika jina la Yesu, vua. Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Amuru vitu ambavyo unataka kwenye maisha yako viondoke. Ninaamuru shida kuondoka. Ninaamuru uharibifu kuondoka. Naamuru magonjwa kuondoka. Naamuru uchawi, ushirikina kuondoka. Naamuru maneno mabaya kutoweshwa. Naamuru kila mpango wa kuzimu kuanguka. Naamuru chochote cha ule mwovu ibilisi choroka kwa kanisa la Kristo. Kila roho ya kushindwa choroka. Kila roho ya magonjwa choroka. Roho Mtakatifu anapita kuanzia kwenye mtosi, kwenye moyo anapita, kwenye nafsi anapita. Nguvu za Roho Mtakatifu zinapita kwenye mwili, zinapita roho shikara baba. Na amuru magonjwa kwenye damu kuondoka, kwenye mishipa ondoka, kwenye macho ondoka, kwenye mwili wangu magonjwa choroka kwa jina la Yesu. Wewe unayemzuilia, unatawala kazi yake, unatawala biashara yake. Wewe mharibifu na kuchomoa, choroka kwa mume wake, choroka kwa huyo baba kwa jina la Yesu. Achilia kiuno chake. Achilia kwa jina la Yesu. Achilia na peleka damu ya Yesu. Una walali tena na peleka damu ya Yesu. Una walali tena na peleka damu ya Yesu. Una walali tena na peleka damu ya Yesu. Kwenye nyumba yake. Kwenye pale ambapo Mungu amemweka. Hutamsukuma akaanguka kwa jina la Yesu. Hutamsukuma akaanguka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ukisafisha barabara yako na njia yako. Na peleka moto mbele yako. Ukasafishe barabara yako na njia yako. Asante Roho Mtakatifu. Roho wa neema ukatutangulie. Ukaenende mbele yetu. Ukatuangazie nuru yako Bwana. Kama ulivyoenenda na wana wa Israeli katika nchi ya ahadi. Na sisi tuna ahadi katika ufalme wako wa mbinguni. Baba yetu na Mungu wetu asante. Acha nuru yako mkamate kila mmoja. Aliyeweka miguu kwenye huduma ya Gospel Ministry. Hata ingia kwenye ziwa la moto kwa jina la Yesu. Aliyeweka mguu wake Gospel Ministry. Aliyeamini kusudi la Mungu ambalo Mungu ameniitia. Hataenda jehanamu kwa jina la Yesu. Hatapotea yoyote aliyewahi kufika, aliyewahi kusikia, aliyewahi kusikia mahubiri. Hataenda kwenye jehanamu ya moto kwa jina la Yesu. Mwatimilisi na mawakala wako na kuamuru kuachia katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu achia. In Jesus name. Omba kwa ajili ya ndugu zako ambao waliokoka. Una mtu mwenye maisha yako unajua kabisa kwa kweli nisingependa akaenda jana. Anamhitaji Yesu. Nimekwambia ndio maana tunaibidi tuhubiri injili. Umeshajua kwamba ukiwa na Yesu ndani, ukimwamini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, mbingu utaziona. Mbingu utaziona. Mbingu utaziona. Kwa hiyo je, mtoto wako apotee? Mwambie muamini Mungu, muamini Kristo, akili ndani ya moyo wake kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi, aanze kujifunza. Neno litamwezesha kushinda.
utaiacha, hiyo gongo utaiacha, na ufalme wa Mungu utaingia ndani yako. Usiogope kumwambia, hata kama ametoka kwenye ukahaba, wewe mweleze tu, mwambie tu, panda, neno ni mbegu, iko siku Mungu atamuokoa. Mwambie tena kwenye nyumba ya ibada, hapa watu wa Mungu watuji watakatifu tu, tunakuta watu wa aina zote. Mtakatifu ni Mungu anayeokoa. Ukifika hapa Mungu atakuokoa, utabadilishwa, utakuwa mtakatifu, utashinda